Okay bwana, Gigi alimfuata Jared na kumwambia kwa nini unalewa? Jared akamjibu Gigi, nalewa kwa sababu yako wewe. Nimegombana na Blair kwa sababu nimekualika hapa. Ambia basi nakuomba isiwe kesi, naomba niondoke zangu. Lakini Jared akamwambia tafadhali nakuomba usiondoke. Wewe uko poa. Bidada Gigi akaanza kusema kwamba hivi, mimi wanapenda kunidharau na kunichukulia poa poa. Mimi ni kama uji, nitakuwa na thamani kama kiniongezea mayai. Jared akafurahia maongezi yale kati yake na Gigi. Baada ya pale sasa Gigi alienda kumtafuta Blair. Wakati anamtafuta Blair, akamwona Blair yuko na mwanaume mwingine. Sasa Gigi akaanza kumzingola mwana. Kwa nini kaona wewe? Sasa Blair akaanza kumkingia kifua yule mwanaume ambaye alikutwa naye. Wewe nani? Wewe ni kama nani? Nyako. Blair akamwasha moto. Gigi akasema basi poa, isiwe noma. Kwa hiyo Gigi akachukuliwa pale na Alison akaenda sasa upande wa pili, wakana vibe zao. Huku Gigi akawa ameondoka na yule mwanaume. Sasa kati pale wana have fun, wanapata zao starehe zao 1 2 3, ikaja bili. Sasa katika ile bili Gigi akapewa alipi. Gigi kwa cheki mfukoni akawa hana tamia. Kwa bahati nzuri kuona huyu jamaa ambaye ni Mea akaichukua ile bili na kuiclear. Sasa wakati wanaendelea mazungumzo, Jared akafika pale akimuulizia Blair. Bidada Gigi akajikata. Sasa Gigi akati anajikataa, amerequest zake gari, anapata kumuona sasa Blair yuko na mwanao mwingine wanapigana mabusu. Nimeshakwambia achana na Jared. Sasa bidada Gigi akaanza kwa record. Wakati na record simu ikaita. Bidada Blair akaanza sasa kuitafuta simu inaita ya nani wakati sio muda mama kunipigia. Sasa baada ya Gigi kurekodi matukio yote, akaenda kamwonyesha huyu dada ambaye ni shangazi, akamwambia kumbe Blair ni mshenzi kabisa hivi. Yaani Blair stahili kwa na ule mwanaume. Kaanza kusema mama mtu ambaye mwanangu tafadhali kaa mbali na huo uhusiano haukuhusu. Sasa Gigi yuko nyumbani, Blair anarudi kwenye ile meza akasema afadhali ule mshamba kaondoka, namchukia kwa afadhali bwana ameondoka. Mtu mwenyewe ahovyo, mtu mwenyewe akuja. Sasa Jared akafika pale fresh tu. Jared akamwambia kulikuwa kwamba mliko pindi nimetoka mbaya fresh, wakakazao pale wakaanza kuendelea kunywa. Sasa upande wa pili Gigi anaingia chumbani kwa mama yake, anakuta mama amelala chini. Mama, kwa nini umelala chini? Hapo ni pa baridi. Sasa mama ambaye mwanangu likitanda lote likubwa mimi la nini? Wakaanza kupiga zao story. Gigi na mama yake wakaanza sasa kupiga story, wakaanza kumsifiana. Hasa asubuhi palivyokucha, shangazi mtu akamchukua sasa mpwa wake na kumpeleka mpaka gym apate fanya mazoezi. Sasa kati anafanya mazoezi, shangazi mtu akamwambia hivi, jihakikishe unajitegatega kwa bwana mkubwa Jared aweze kukuona. Sasa Jared akamwona, akataka kuongea naye. Sasa kuna kitu Jared anataka kumwambia na Gigi, kwa bahati mbaya Blair akakizuia, akamwambia hivi, huwezi kuongea naye. Uko anataka kuongea naye. Bidala akasema basi siwe kesi, akamwasa kujikataa kufanya kabisa mazoezi. Sasa wakati naondoka, Jared akamwambia hivi, tafadhali nakuomba nikualike, nataka kumvisha pete Blair na kuomba ufike. Sasa bidada Gigi si anafahamu kila kitu kwamba Blair sio mwanamke sahihi. Sasa wakati narudi nyumbani, shangazi mtu anamwambia utafanyaje Gigi? Gigi anaambiwa na mama yake, tafadhali nakuomba huo ushenzi unaofikiria uache. Lakini Gigi anasema kwamba hivi, mama, yule mwanamke ambaye Jared anataka kumwoa hafai kabisa, lazima nitamwambia Jared kila kitu. Je, Jared akijua atafanya nini?